Naam, sehemu iliyopita tulishia hapa. Wamekaa hapa Justin mume wa huyo Onero na Anita dada mgeni pamoja na rafiki yake Justin huyu. Ndipo eti Anita anatoa tuhuma pale kwamba huyu Justin mume wa Onero ndiye aliyeharibu maisha ya binti yake. Alimpa ujauzito, akamtoa vibaya, alimuingiza kwenye uraibu na zaidi akamwambukiza HIV. Unaambiwa hapo hapakaliki. Wote hawaamini inawezekanaje? Mbona huyu dada ni mgeni tukaja hapa Lagos juzi? Basi ilibidi aanze kutoa mkasa. Kwenye duka hilo la nguo anaonekana binti mdogo huyu wa miaka 17 ambaye ndiyo Karo, sasa binti wa Anita. Alikuwa anachagua nguo kwa ajili ya birthday ya rafiki yake. Sasa kuna gauni alilipenda, alipotajiwa bei ikawa mtiti, hakuwa na hiyo hela, akawa anaomba alipe kidogo kidogo, lakini muuzaji pale alimgomea kabisa. Na pale sasa alikuwepo Justin kwenye duka, na pale ndipo Justin aliona apite na huo upepo. Akamfuata pale akasema, ni gauni zuri sana kama ulivyo wewe. Basi akampa business card hiyo akasema, nitafute utapata unachotaka. Aro, ule sasa ndo ukawa mtego kwa huyu Karo. Alipoenda kwa rafiki yake huku anamtishia kwamba mimi mambo yangu ni pambe tu, nimeshaandaa gauni la siku ya birthday. Karo anauliza, umetoa wapi hela wewe? Au mama yako kakununulia? Anasema wala, mwanaume wangu ndo kafanya haya yote. Zile pressure zilimpa mawazo sana Karo. Yeye mpaka muda ule hajapata gauni, wenzake wote wamepata. Basi akamfuata mama yake, anasema naomba nisaidie mama, wenzangu wote wameshapata gauni kwa ajili ya party, bado mimi tu. Mama akasema usinisumbue tafadhali, sina hela, utavaa lolote, unayo mengi. Alo, kwa Karo huku ni pazito sana. Karo alitafakari sana, birthday inakaribia na kwake mambo bado magumu. Basi akapata wazo, baada ya njia zote kukwama, akatafuta ile business card ambayo alipewa na Justin kwenye lile duka la nguo, na hapo akaipata. Sasa mjomba wako huyu Justin anakula vitu tu huku mara simu inaingia pale. Hello sir, it is Karo. Oh, pretty Karo, I remember you. Ndio ukawa mwanzo wa mazungumzo. Justin amethibitisha kwamba anamkumbuka sasa Karo, akasema niambie tu ni nini nikusaidie. Karo anaeleza pale shida yake, anasema yeye shida yake kubwa ni ile tu dress kwa ajili ya birthday ambayo alitaka kununua ile siku. Basi jambo likawa dogo. Justin akasema cha kufanya, wewe tu njoo uchukue hicho kiasi hapa kwangu, ninacho cash. Karo anauliza kweli saa? Akasema nimesema mimi niite pia Justin, sio saa. Karo sasa anaona hapo jambo lake limeshaenda sawa kabisa. Karo kafika hapa anashangaa, anasema nilijua nakuja ni nyumbani kwako, sikujua kama nakuja hapa. Hello, Justin kamuita Karo kwenye hiyo apartment ambayo amefikia, kwani huku sio kwake, nyumbani kwake ni kule. Sasa mtoto wa watu alijua labda anaenda tu sehemu salama zaidi ya wazi, lakini ilibidi akaze, kwani hiyo hela anaitaka. Justin alimkaribisha Karo kinywaji pale. Maskini Karo anaogopa sana, lakini aliona akubaliane na masharti yale. Justin anauliza, una miaka mingapi Karo? Anasema 16. Justin anacheka sana, anasema oh wow, safi sana, wewe ni mzuri mno. Akamwambia pale, hebu simama kwa ajili yangu ni kuone kidogo. Aro, mambo mazito pale. Karo anaona hofu mno. Justin anasema naomba tu relax Karo, sawa Karo anasema sawa Justin. Anaongeza tu tena hapa, hebu geuka kidogo basi Karo ni kuone, mbona umepoa hivyo? Mambo mazito. Karo ana hofu na hofu inapanda tena. Nahisi nimekosea kuja hapa, naomba niondoke. Justin alikuwa akajipanga, akatoa mzigo wa uhakika pale, akasema zote hizi nimeandaa kwa ajili yako, kwa nini uondoke? Unatoka alafu unaacha hela zote hizi? Karo anasema nilitaka mimi, mbona tu naira 27 peke elfu, kwa nini sasa mbona unanipa hela nyingi? Anasema usijali Karo, hizi zote ni za kwako. Anataka kumshika hivi Karo anasema hapana, mimi ni B class, je kufanya hayo. Justin alimkumbatia zaidi Karo. Aisee, joto lile kubwa mle ndani. Amefurahi kwanza kusikia mtoto huyu bado yuko sealed kabisa. Maskini Karo ndio huyo, hajitambui hapo alipo. Justin alikuwa mnyama kweli, kamfunga mtoto wa watu tayari kuanza mashambulizi. Manake alimpa vinywaji vikali, madawa, yote kwa yote ili apoteze tu fahamu hapo. Karo anapitia hayo kwa sababu tu ya gauni ambalo alipata tamaa nalo pale dukani. Asubuhi Karo anashtuka hapo hana nguo, na ndo anaamka hivyo, pembeni yupo mzee wa kazi huyu Justin anakula zake mpepe tu hapo. Basi ndio huyo amerudi asubuhi hii nyumbani, anaingia kwa kujificha, lakini hakuweza kukwepa mtego wa mama yake. Anajitetea tu kwamba alikuwa kwa rafiki yake, lakini mama alisema nina namba za mama wa rafiki zako wote, kwa hiyo
lazima niwapigie kuthibitisha hilo. Carlo anaona hapa nitakamatwa tu aisee. Huku chumbani sasa, huyo hapo anafurahi tu mafao yake hayo, anafurahia. Hakuwahi kushika pesa nyingi kiasi hicho. Kile alichotamani kununua anaona kabisa amekipata, na bado anaweza kufanya vitu vingi zaidi na ile pesa, maana alipewa hela nyingi sana na huyo Justin. Sasa bana, alirudi tena Carlo huyo. Mambo ya huku ni mazito sasa, amekuwa mzoefu na mchangamfu kuliko safari ile ya mwanzo. Yupo pale, mama akapiga simu kwani muda ulikuwa umeenda. Carlo anasema inabidi niwahi kutoka, sitaki kunywa tena kama mwanzo pale, nitachelewa. Basi Justin akasema unamaanisha tunatakiwa tufanye kile tulichokifanya ile siku waye? Basi njoo hapa. Basi zana zikatolewa hapo unaambiwa, na mambo yakafanyika. Huo ndio ulikuwa mtindo wa Justin, kuwachukua watoto wadogo, kuwapa hela nyingi na kuwafanyisha ngono hivyo. Sasa Carlo alirudi huku na gauni lake hilo, aliona alijaribu hapo. Ghafla mama yake anafungua mlango na kumkuta binti yake ana gauni hilo jipya na hajanunua yeye. Akauliza imekuwaje tena na gauni jipya hilo umetoa wapi? Aisee, ilibidi hapo atafute namna ya kumchanganya mama. Carlo alitafuta utetezi kwa rafiki yake alinunuliwa na mama yake, lakini likawa dogo, kwa hiyo ndo akapewa yeye. Mama ilibidi aamini tu hapo kwanza. Hii siku bwana, sasa mama alitoka na akasema hatorudi, kwa hiyo Carlo akaona atumie nafasi ile kuita marafiki zake pale wa enjoy tu. Unaambiwa ilikuwa ni mwendo wa moshi tu na pombe, hawana muda na mtu hapo. Mara ghafla mlango ulifunguliwa bwana. Safari ya mama imekufa, amerudi hapo. Unaambiwa wote walitafuta njia ya kutokea. Msala ulibaki kwa Carlo, ndiyo huyo alikaa kikao na mama yake. Na yote hayo Carlo hakuwa akiyafanya hapo mwanzo, bali uhusiano lake na yule Justin linampeleka huku sasa. Hii siku amekaa na mama yake sebleni, mambo yakaanza kuvurugika. Carlo hali yake sio shwari tena. Mama anauliza vipi, una shida gani? Carlo anajitetea pale kwamba yupo sawa tu, hakuna ambacho kimeharibika, na likaisha hapo kawaida. Lakini haikusaidia kitu, kwani hali ile iliendelea tena na tena. Na hapa anapitia wakati mgumu na mawazo kwa pamoja, kuona namna gani anakwepa jambo lile kwa mama yake. Huu ni ujauzito kabisa. Basi alitengeneza mchongo na rafiki yake hapa amletee dawa za kutoa ujauzito ule kabla mama hajajua. Ndio huyu huku, mawazo ni mengi sana na hofu ni kubwa, kwani jambo lile hajawahi kufanya. Basi zile dawa alizoleta rafiki yake aliona asimeze kwanza mpaka aonane na Justin. Justin hapa anapewa taarifa za ujauzito, anashtuka, anasema si nilikupa pesa wewe, kwa hiyo hukununua hata dawa umeze? Akasema siwezi. Basi akaahidiwa kwamba atapelekwa kwa rafiki yake ambaye ni daktari, yani rafiki wa Justin huyo, ili aweze kumsaidia. Basi walifanya hivyo na Justin, na matokeo yake Carlo ameshindwa kujisimamia vizuri kwenye jambo hili. Alipoteza damu nyingi sana, na mwisho wa siku alianza kupiga simu kwa Justin kuomba msaada, lakini hakumpokelea tena. Ndio huyo alishiwa nguvu na alijisogeza mpaka sebleni hapo. Mama anamkuta ameshapoteza fahamu tayari. Ndio huku sasa mama ilibidi akae na huyu daktari kuuliza nini kimempata Carlo. Anasema alitoa ujauzito. Ujauzito? Mama anashangaa, maana zile zilikuwa ni taarifa ngeni kwake. Na daktari sasa ameenda mbali zaidi, anasema ili kuokoa maisha yake ilibidi tumtoe kizazi kabisa. Hapo sasa ndipo aliumia zaidi mama Carlo huyo hapa anaongea na mwanaye. Ilikuwa ni huzuni sana, lakini ndiyo imeshatokea hivyo, tena hakuna namna. Carlo alimwomba msamaha sana mama yake, lakini mama pia naye aliumia zaidi, na kwa sababu yeye ana habari mbaya zaidi. Anasema pole mwanangu, kwani hautakuwa na uwezo wa kupata mtoto tena. Carlo anashangaa, sitapata mtoto? Basi kilifuata ni kilio tu pale, hakuna kingine. Basi bana, ndo tunarudi huku sasa. Unaambiwa kila mtu anashangaa unyama aliyofanya huyu Justin. Akaongea pale kwa ukali, naomba utoke kwangu. Halo, anamfukuza sasa huyu Anita. Basi pale walipigiana mikwala, naye Anita anasema hili huwezi kulikwepa, na mimi sitakuacha, nakwambia. Toka kwangu, nimesema utoka kwangu. Kazi pale. Rafiki yake Justin pamoja na mke wake, kila mtu aliona hapa kaliki tena, kwani habari zile zilikuwa nzito sana kupokea. Huku ndani Justin sasa akaona lile jambo, akatae tena hapa kwa mke wake kwamba yule mwanamke ni mwongo sana. Onero alikuwa mkali sana pale naye kwamba haya yote unanificha na kila nikihoji unanijibu kwa ukali. Justin anasema yule mwanamke mshenzi yule ana wivu tu na wewe. Kwa nini aje kwako? Anaona hapa una maisha mazuri, yeye hajaolewa kwanza, ndo maana amekuja kusema hayo. Onero alikuwa anamwamini sana sasa mume wake pale, kama alitaka kumwelewa hivi akatulia. Lakini kesho yake sasa
ilibidi aende kwa huyo Anita, maana zile habari hazikuwa za kupotezea kabisa. Anita anauliza, kwa nini upo hapa? Kwa nini nipo hapa? Jana umempa kashfa nzito sana mume wangu ambazo si za kweli, kwa hiyo lazima nije hapa kuthibitisha tena kwako. Anita anasema, sikia, mwanaume wako ni mgonjwa kwanza, na amekuwa na tabia hiyo ya kulala na mabinti wadogo na kuwashawishi na pesa zake ili tu auharibie maisha yao. Onero anabisha tena pale, kama angekuwa mgonjwa mimi mbona mzima? Anita akasema, kapime kwanza ndio uje useme hayo. Onero kama anaanza kuamini hivi, analia sana kama ni kweli mwathirika pale nyumbani, basi wote wameathirika pamoja na mtoto wake, watakuwa wameambukizwa sasa na huyo mume wake ambaye Anita hapa anamtuhumu kwamba ni mwathirika tayari. Alienda moja kwa moja mpaka hospitali kufanya vipimo, hakutaka swala lile alilazie damu. Wasiwasi ni mkubwa akiwa anasubiri majibu pale, na kwa bahati mbaya bana anaambiwa yeye ni HIV positive. Nesi alimpa pole sana pale, hakuna namna tena. Alirudi huku nyumbani hasira mpaka mwisho. Sasa kaja kabadilika mno, alikuwa mpole kwa mume wake, sasa awamu hii hata hataki mchezo. Anasema, kwa hiyo umeamua kutufanyia hivi? Mara ya kwanza nilikuwa nakuamini, nikamwona hata bibi Anita ni muongo, nikakuamini tu wewe, lakini ona sasa ulichofanya. Kweli umeniambukiza na mimi, hukujali hata familia yako kweli? Alo, ndani pale kilio ni kilio tu, hakikuwa na mwisho. Basi bana aliona aje huku kwa rafiki yake Anita, lakini ndio hivyo, Anita naye anaondoka. Mume wake huku nyumbani sasa akaanza kukumbuka ushenzi wote aliokuwa akiufanya huko akisafiri. Anahesabu tu wanawake ambao walilala nao na mambo waliokuwa akiyafanya hapo. Basi huku Anita alikubali kutokuondoka ili akae na huyo Onero pale kwake, kwani bibi aliona kwa mume wake hapa kaliki tena. Siku zilipita na hawa wanakaa sehemu moja. Sasa hapa usiku Justin aliona hapa, akaamua kumfuata tena mke wake. Aligonga mlango sana hapo ili afunguliwe. Hofu ilikuwa kubwa humu ndani, kwani hawakujua nia ya huyo anayekuja huko anataka kufanya nini. Unaambiwa ile kufungua tu akamvaa huyo Anita na kuanza kumkaba hapa. Onero mke wake aliona njia ya kuokoa hili ni kufanya shambulizi la kushtukiza hapo. Mambo yalikuwa si mambo pale. Mwisho wa siku polisi walikuja kumchukua Justin. Mwisho mbaya kwa mwamba hapa, kwa sababu tu ya tamaa na zinaa alizofanya na kumwacha mke na mtoto nyumbani wakiamini baba anapambana. Uaminifu mkubwa wa huyo Onero umeishia kwenye maambukizi ya ukimwi. Karibu sana tena kwenye chaneli yetu ya BT Bongo. Hapa subscribe tu, kwani movie mpya tunaweka kila siku.